المسلمون عباد الله إن وإسلام وجه الله سبحانه وتعالى Allah subhanahu wa ta'ala katika sura ya 3 suratu Al-Imran aya nambari 14 yasema zuyina lin-nasi hubbu ash-shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al-muqaddarati min adh-dhahabi wal fidda wal khayli al-musawwamati wal an'ami wal harth dhalika mata'u al-hayati ad-dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Sema zuyina lin-nas, Allah subhanahu wa ta'ala mesema amewapambia watu, zuyina lin-nas, wakapambiwa watu hubu shahawati, kuwa na mapenzi ya hali ya juu, minan nisa, kuwapenda sana wanawake, wal banin, pamoja na watoto, wal qanatir al muqantarati min adh-dhahab wal fidda, na wakawa wanapenda kuwa na mirundi mingi ya dhahabu na fedha, wal khayl, na wanyama wale, yani mafarasi wa asili wale kabisa, lakini wal musawwama, pamoja na kupenda mashamba safi kabisa, wanapenda hayo yani wal musawwama, na kupenda mifugo wal an'am wal harth, pia na wanyama pamoja na kupenda mazao yani mashamba. Allah subhanahu wa ta'ala akasema dhalika mata'ul hayati dunya, hivyo ambavyo nyinyi mnavipenda sana, lakini tukawapambia pia ili mpate kuvipenda kwa sio kuwa na akili. Dhalika mata'ul hayati dunya, hivyo au hayo hapo ni starehe tu ya dunia. Kwa watu wenye akili vitu hiyo wana itikadi kwa hivi ni starehe tu ya dunia. Wasiokuwa na akili wao ndio wanaona kwamba hili ndicho chenyewe kilichofanyia kuumbia uwepo hapa duniani. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akasema wallahu indahu husnul ma'ab, kwamba kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwake ndiko kuliko na marejeo yaliyokuwa mazuri, yaliyokuwa mema. Ayuha almuslimun ibadallah, in waislamu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, حديث نسمري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سما إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. رواه مسلم. وفي رواية فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء كما قال مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. Hadithi nasimuliwa na Abi Said al-Khudri, anasema hakika ya hii dunia ni tamu yenye kuwa na kibichi yenye kupendeza, lakini hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala nyie waje amekuwekeni katika hii dunia kuangalieni nini mtakachokifanya katika mgongo wa ardhi. Nini mtafanya? Mtafuata yale anayoyataka yeye au mtafuata matamanio yenu? Allah amekuwekeni, ametuweka katika hii, atuangalie mtafanya. Akasema fattaku dunia, iogopeni dunia ambayo amesifia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba zuyina linnasi hubbu shahawati. Mwisho akasema dhalika mata'ul hayati dunya, kwamba fattaku dunia, iogopeni dunia. Kisha akasema watakun nisa, na kisha ogopeni sana wanawake. Ni katika miongoni wanaoferisha taratibu nyingi za dini. Na kama unabisha wewe uko hapo, mkeo uko hapo, wewe jiulize, tangu umezaliwa umeenda darasani siku ngapi? Mkeo kaenda mara ngapi? Na pia inafika mahala kwenye majumba ya Waislamu wenye akida ya Ahlus Sunna wal Jamaa, akida iliyosalimika, akida ya kisaf, akida ya waja wema, wale waliokuwa naye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanawake wanakuwa huko juu. Anachotoka mwanamke katika dini ndicho kinachofanyika. Jambo hilo hata kama Allah kasema, Mtume kaliamrisha, lakini kwa kuwa mke halitaki, haliwezi kufanyika jambo hilo. Hata ukiniangalia kwa hasira haisaidii. Kisha watu warejea katika dini yao. Allah subhanahu wa ta'ala sema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, kwamba wanaume ndio wasimamizi juu hawa wanawake kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyafadhilisha. Iweje leo wao wanakuwa kwa juu kuliko waliokuwa wanaume? Hii ni vitu vya ajabu sana. Na ndio maana hata ukisema bwana darasa tutafungua kesho, watu waje kusoma, hawatakuja wake zenu kuja kusoma. Na wanawake mnao na wamejazana kwenye majumba yenu kwa sababu mnawaogopa. Wao wamekuwa bora kuliko Allah, na wakawa bora kuliko mtume, na wamekuwa bora kuliko hata dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ichukua hata kama itakuwa chungu. Kwa hiyo hii Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema fattaku dunya wattaqu nisa. Hadithi hii ni rawahu Imam Muslim, lakini wa fi riwaya, katika riwaya nyingine akasema fattaku dunya
wattaqun nisa fa inna awwala fitnat bani Israil kanat fi nisa, kwamba iogopeni sana dunia kwa sababu mambo ya duniani mazuri yenye kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi iliyosimuliwa na Abu Huraira radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam yaqul, akisema hujibatin naru bishahwa, kwamba umepambwa moto kwa vitu vyenye kupendeza, wa hujibatul janna bil makari, pia pepo imepambwa na vitu vyenye kuchukiza. Yani vile vitu ambavyo vinamchukiza mwanadamu ndio vimepambiwa pepo. Maana yake mtu akifanya hivyo ndio ataingia peponi, lakini vile vitu vizuri sana vimepambiwa moto. Mtu atakayefanya yeye ndio atakwenda wapi? Atakwenda motoni. Nyinyi mna beti, unaonaje ukibeti? Unatoa buku unapata milioni 2. Ni kitu kizuri, lakini mwisho wa siku moto wa jahannam. Utazini kwa kujificha, kwa kuogopa watu, lakini muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Popote ulipo ardhi yake kakuweka, lakini wewe unahofia wanadamu. Wewe unaona kwamba wanadamu wakiniona itakuwa shida, lakini Allah akikuona hakuna tabu, atakuona na moto kama kawaida. Kwa hiyo moto si siku zote kama vile ambavyo vilivyozunguka moto, mapambo yake ni vitu vizuri vyenye kupendeza. Kama ilivyokuwa dunia ni nzuri na yenye kupendeza, na Allah akatuweka ili atuangalie nini tutafanya. Akasema iogopeni dunia, kisha waogopeni wanawake. Na riwaya mwisho akasema hakika mtihani waliofeli bani Israil kwamba wao walikuwa ni wanawake. Ayuha almuslimuna ibadallah, enyi waislamu waja Allah subhanahu wa ta'ala, maisha tunayoishi hapa duniani, haya maisha sio maisha mazuri, sio maisha ambayo watu wakawa wamejisahau sana. Hadithi inasimuliwa na Anas radhiallahu anhu, sema anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, siku moja mtume alishawahi kuomba dua akasema, Allahumma la aish illa aisha al-akhirah, kwamba Allah tabaraka wa taala, hakika hakuna maisha yaliyokuwa bora kuliko yale maisha ya akhira. Nijalie mimi Muhammad na wale watakao kuwa wananifuata nyuma yangu, basi maisha yetu yawe bora, si duniani bali yawe bora akhira. Bora duniani tuwe dhalili, lakini akhira tukawe bora kuliko kuwa bora duniani alafu kesho akhira ukawa uko dhalili. Ndugu zangu katika imani, hadithi pia inasimuliwa na Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, radhi Allah tabaraka wa taala ziwe juu yake, qala kasima, asema la tattakhidhu ad-day'a, la tattakhidhu ad-day'a, kwamba siku zote msichukulie, yani msijichukulie kwa wingi sana, mkaacha kusoma dini, mkaacha kufanya kadha wa kadha, mkajishukulia sana mashamba, kwa sababu fataraghabu, ikifika habari hiyo fataraghabu fi dunya, itakuwa kwamba jambo hilo ndio litakuwa kuwa kundi au itakuwa jambo la kwanza, na ni sababu ya kwanza nyinyi kuipenda dunia, na mkishaipenda dunia hamtaipenda akhera. Kwa hiyo hamtakuwa mko tayari kuishughulikia akhera, akhera ambayo inakuhitaji wewe ili upate matunda ya akhera. Kwanza ufe, na wewe kufa itakuwa shida, na wewe unataka starehe uzipate hapa. Nikuhusieni pia, niusie nafsi yangu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atujalie tusiwe sana na mapenzi ya duniani, bali tuwe na mapenzi ya akhera. Lakini Allah pia akasema wattaq fima ataka Allah, wattaq fima ataka Allah, kwa Allah subhanahu wa ta'ala anasema yatafuteni na ili muyapate yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuwekeni katika dunia, amekupatieni katika dunia. Kwa hiyo mtu kujenga nyumba nzuri duniani si kwamba umefanya jambo baya, wala kuna uwezo wa kumiliki nyumba nzuri, gari nzuri, kila kitu kizuri, haimaanishi. Lakini kinachotakiwa kwanza, wewe haya ukishayafanya, unatakiwa kwanza mambo yako mtangulize Allah subhanahu wa ta'ala. Maana kichumo liwe la halali, lakini pia mali itumike kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kinyumisha na hivyo vitu, pia itakuwa umefanya jambo la busara. Kama ilivyokuwa ni haramu mtu ana uwezo mzuri akaishi maisha ya watu wa hali ya chini, huku ni kuitukana sheria. Kwa hiyo amma bi ni'mati rabbika fa watu watakiwa kuisimulia zile neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewapatia. Maisha yako ya shilingi 1500 natakiwa uishi hivyo. Sio mtu mwenye maisha ya 200 anaishi kwa maisha ya shilingi 2500. Ni kuitukana sheria, na wewe lazima utapata madhambi kwa sababu umeshindwa. Kwa sababu kwanza Allah amechukua haki za wengine akakupa wewe ili wao wategemee kwako, lakini wewe bado unajifanyia kila siku huna. Kuhusieni sana. Pia ni usie nafsi yangu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala